Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tayari tumejifunza kwa Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 13. Inalisema lakini imetupaswa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu ndugu mliopendwa na Bwana, kwa kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho na kuamini kweli. Haleluya. Kwa hivyo jana tulijifunza kwamba lazima tukubali kuwa ujumbe huo unatoka kwa Mungu na sio kutoka kwa mwanadamu. Na jambo la pili tulijifunza ni kwamba lazima tupokee kwa imani, ndiyo kwamba tunayo kuamini. Kwa hivyo leo tunajifunzwa kutoka kwa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 21, kwamba neno hili ambalo tulijifunza jana ni kujibu na mambo mawili, kwamba neno la Mungu limetoka kwa Mungu na kwamba tunapaswa kulipokea kwa imani. Sasa leo tukisoma hapo Yakobo sura ya kwanza mstari wa 21 inatuambia mahitaji ya kupokea neno hili. Tutasoma: kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani, liwezalo kuziokoa roho zenu. Haleluya. Kwa hivyo neno la Mungu ni uzima ambao utakuwa ndani yetu. Kwa hivyo ukipokea neno au ukilipanda katika maisha yako, litakuwa limetanda kama mti wa matunda, litakuwa litatoa matokeo ambayo Mungu anakusudia. Lakini kuna mahitaji mawili yaliyotajwa katika neno hili ambayo ni lazima tuweke kando uchafu wowote. Kwa maneno mengine, lazima maisha yetu yawe yamesafishwa. Haleluya. Sio kushikilia dhambi vizuri, kukuwa wasi au kukuwa na tabia zingine mbaya maishani mwetu, na kwa njia yote katarajia neno la Mungu kufanya kile kinachotakiwa kufanya. Haleluya. Haleluya, tumsifu Yesu Kristo. Sasa kwa uchafu huyo, dhambi, uchungu, ile makosa, neno la Mungu halitatoa mavuno, kwa sababu udongo wa moyo sio mzuri. Haleluya. Mbegu ni nzuri, lakini udongo hauna rutuba. Hivyo mchanga usio na rutuba hautoi mavuno, na ndiyo maana Mungu alisema kuweka uchafu na mabaki yoyote ya uovu. Jambo la pili ambalo tunaona hapa ni kwamba tunapaswa kupokea neno la Mungu na unyenyekevu. Haleluya. Sasa hii ni hitaji muhimu sana. Tunapokuwa wanyenyekevu tunaweza kufundishwa, na tukikuwa wanyenyekevu tunapatikana, tunakuwa waaminifu, tunakuwa wazuri sana kufanya marebekisho. Kwa hivyo mtu kama ni mnyenyekevu hafanyi kama mtoto wa kijeshi kumjibu Mungu nyuma au kuambia Mungu afanye nini. Badala yake huyo mtu akiwa mnyenyekevu ni kupokea chochote Mungu anasema na unyenyekevu, akiamini kuwa hii ni neno la Mungu na hii neno la Mungu litafanya hakika kukamilisha kusudi lake maishani mwake. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Tutaomba. Tunakushukuru Baba kwa kutufundisha ukweli huu wenye nguvu, kuwa ni uchafu wetu, ni uovu wetu wa bonde ambao hufanya mchanga uwe mchanga, na ulituonyesha kwenye mfano hii ya mbegu kwamba kuna aina 4 za mchanga.
La kwanza ambaye huyo mtu haelewi chile neno linasema. La pili ni ule limekamshirisha kwa raisi, wenye uchungu, ule asiye sameha. Na watatu ni mtu aliyejazwa na wasiwasi, uoga, kutamini au kuvuta kwa tamaa za ulimwengu huu, au ameshikwa katika maisha ya dhambi ambayo tayari Mungu alikuwa amekwisha akamuokoa. Kwa hivyo tunavyoendelea katika mwili, Biblia inasema kuwa wenye nia ya mwili ni kifo. Sio husababisha kifo, bali ni kifo. Kwa hivyo hata wazo la hilo ni kifo, lakini kuwa na nia ya kiroho ni uzima na amani. Kwa hivyo Baba, kwa jina la Yesu, tunakushukuru, tunakusifu kwa kutufundisha ukweli huu. Asante Bwana kwamba wewe ambaye umetupa mamlaka na nguvu, ambayo tunaweza kupitia neno la Mungu upya akili zetu, kubadilisha mawazo yetu, na uchukue mamlaka juu ya uchafu wote, juu ya uovu wote, na utii kwa neno lako, ili neno lako lilipopandikizwa kama mti hukua na tunda ambalo linatoka kwako. Yesu, kama ulivyosema, wewe ni mzabibu wa ukweli na sisi ni matawi. Tufundishe Bwana kuwa tunapokuwa tumeunganishwa kwako, neno lililokuwa ndani linatoa matunda, linatuweka safi na kijani hata katika uzee wetu. Baba Mungu, tunakushukuru, na kwa jina la Yesu tunatangaza kwamba kila uchafu unaoweka msalabani, chochote na kila chetu kinachowasi dhidi ya neno la Mungu, tunachikemea na tunachitunza katika maisha yetu. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa neno lako linatufanya kazi ndani yetu na linazaa matunda bora kwa kila mmoja wetu, kwa jina la Yesu. Tunakushukuru Baba, tunakushukuru Yesu, tunakushukuru Roho Mtakatifu. Amina na amina. Mbarikiwe sana na Mungu aendelee kutenda mema katika maisha yenu. Amina.